mitandao ya kijamii hii leo, mpenzi mtazamaji. Je, bado inapigia upatu Arsenal kutoa mwanamwali wa awamu ya mwaka huu ligi kuu ya Uingereza, ama baada ya sare ya pale jana kitumbua kimeingia mchanga? Sema nasi nipo Twitter @HassanJuma, nipo IG ama Instagram the official Hassan Juma, mwenzangu Bahaji ni @Bahaj Ahmed. Makala kama kawaida ni alama reli Zilizala Viwanjani. Baada ya sare hapo jana kati ya Arsenal na Liverpool katika mchuano wa ligi kuu ya Uingereza, bado unawapigia upato wa viongozi wa ligi Arsenal kutoa mwanamwali awamu mwaka huu ya ligi kuu ya Uingereza. Sema nasi utapita taarifa zenu papa hapa mbashara. Na moja kwa moja basi tuende kwa Riadha, ambapo mashindano ya riadha ya vyuo anuai yaliandaliwa katika uwanja wa Nyayo. Mashindano ya riadha haya ya taifa katika vyuo anuai yameanza rasmi leo katika uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi, na timu kutoka mikoa 10 imeshiriki katika awamu hii ya pili, ambapo washindi watapewa fursa ya kushiriki mchujo wa riadha utakaoandaliwa na shirikisho la riadha nchini. Mwanahabari mwenzangu Ahmed Bahaj anafungua jamvi la Zilizala Viwanjani hii leo kwa taarifa hizo za riadha. Na mwenzangu Hassan Juma kutoka studio na kujia moja kwa moja kutoka uwanja wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Na leo tuko hapa kwa mashindano yale ya riadha za taifa katika vyuo anuai. Ni washindi kutoka mikoa tofauti wamekuja kukutana hapa Nyayo katika mashindano haya yatakayochukua siku 3. Finali itakuwa ni siku ya Jumatano. Hivi sasa nataka nikugusie baadhi ya zile timu kutoka mikoa tofauti zilizopo hapa. Ni pamoja na wenyeji mkoa wa Nairobi, alafu pia tuna mkoa wa Mlima Kenya lakini wa mashariki, na vile vile mkoa wa Mlima Kenya magharibi. Pia tunao mkoa wa Western magharibi kule, alafu na North Rift na South Rift, na pia tunao mkoa wa Pwani umekuja hapa kuwakilishwa, Northern Region, Lake Region pamoja na National Polytechnics. Na hivi sasa basi wanasema jandoni watu huingia kwa pamoja, lakini kutoka ni mmoja mmoja. Nataka tuzungumze na baadhi ya viongozi ambao kwa hapo watuelezee tutarajie nini na mashindano haya yana ukubwa gani. Hivi sasa nitafanya mahojiano na mkurugenzi wa mashindano haya, mkurugenzi wa vyuo hivi anuai. Yeye ndo kiongozi, chief guest katika mashindano haya. Na leo ni siku kubwa hakika, baada ya mashindano ya regions kufanyika tu katika mashindano haya ya national. Sasa hebu niambie ukubwa wa mashindano haya ya vyuo anuai ya riadha. My name is Elkana Musiori, Director Human Resource, State Department for TVET. The importance of this athletics competition ni kuhusu hali ya elimu. Tunajenga, we say we develop the soul, mind and the body. So we develop the soul when we go for spiritual programs. We also develop the mind through the academic programs. And also we develop our body through these kind of activities like the athletic programs. Also in the athletic programs, these are activities that give students or young people opportunity to develop their talent. Some of these talents lead to growth or opportunities in terms of livelihood. They're able to get employment, they're able to earn a living through sports and other activities. We know very well that some of the richest people in the world are people who have earned their living through this kind of activities. Yes, I also want to say that in our State Department, the State Department for TVET, the government lays a lot of emphasis to the development of our youth. Hai, pia tutamsikia mmoja wa viongozi walioko hapa. Tukiangalia mashindano haya pia yametiliwa mkazo, yamepigwa support kubwa kutoka kwa serikali. Na je, nyinyi upande wenu mnafanya lipi kuhakikisha yanazidi kufanikiwa? Jina langu ni Joseph Mibei. Mimi ni mwenyekiti wa mchezo na michezo zote kama ni athletics na pamoja na drama na music katika Kenya hii mzima. Na wakati huu tunashukuru kwa sababu hii ni wakati wa mchezo wa riadha. Na katika State Department ya Vocational and Technical Training wameweka mkazo vile director amesema. Tunasema kwamba katika siku hii ya leo
hii ni level ambayo ni ya national. Tumekuwa na regional na tumeona sports wakiendelea, wameanza kuonyesha ubunifu katika hali ya riadha na activities ambayo inahusika na michezo. Na hivyo tunaona hata miaka ambayo zinakuja tunaweza kuwa na michezo kama hayo hata katika East Africa na hata katika region yote ya Afrika nzima. Okay. Yes. Haya, maelezo mazuri sana kutoka kwa mwenyekiti. Haya, na tuje na upande huu tena. Wametaja viongozi kwamba tuna nafasi nzuri ya kutoa hapa mwanariadha na wale watakaoshiriki katika mashindano mengine haya Indo katika national trials. Nyinyi kwenu hii itakuwa ni hatua gani? Thank you very much. I'm David Mwangi, National Chair, Kati. We are having our second edition for Athletics Championship at Nyayo Stadium. And the purpose of this championship, one is to nurture talents, and then number two, to expose our youth to various opportunities we have. I'm glad to say that the last event, we had so many people who were picked by the armed forces, and that is the way to go. As a TVET institution, we are having a TVET slot in the Athletics Kenya. And the purpose of this meet is by Thursday, you'll be able to have a TVET team that can be able to represent the TVET sector in the AK Championship in June. Na madam pia nayotia neno lako, tutegemee nini katika mashindano haya ya taifa, kwa sababu tumekuwepo katika mashindano yale ya mikoa na mambo yalikuwa, competition ilikuwa juu. Leo hapa wewe unategemea nini? Thank you so much. My name is Judith Sande, the Vice Treasurer Kati. Tumeona kwamba the standards are very high, and now that we have various sportsmen and women, the young people from different regions, they are now just realizing how they have other competitors from other regions, and now this is going to raise their standards. Otherwise, this as a national event, this is really improving what we already have at the region. As a chief guest, I want to declare the Kati National Athletics and Indoor Championship competition officially open. Haya, na nadhani umesikia kutoka kwa mkurugenzi kwamba sasa kipenga ndio kimepulizwa, hivyo mashindano haya ya Kati yamefunguliwa rasmi kutoka uwanja huu wa Nyayo. Itachukua siku 3, finali zitakuwa ni siku ya Jumatano, pamoja na zile riadha ambazo zitakuwepo hapa. Leo asubuhi imekuwa mita 10,000 na mita 100, vile vitengo vya kwanza. Pia kutakuwepo na triple jump, pia kutakuwepo na discus na mashindano mengine. Kwa hivyo tunategemea wale washindi kutoka hapa watakuwa wanapata nafasi ya kushiriki katika trials zile za riadha hapa nchini Kenya. Ni mashindano yatakuwa yana upinzani mkubwa. Mimi naitwa Ahmed Bahaj nikiripotia KTN News Zilizala Viwanjani kutoka hapa Nyayo. Hakika sitatoka cheche, na kutoka Nyayo tutapiga mstari chini yake. Na rais wa shirikisho la volleyball nchini Riadha Kioni ameaga dunia. Na kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa kamati ya Olimpiki nchini NOC, Kioni alizirai na kukimbizwa hospitalini alikoaga. Shirikisho la volleyball limesitisha shughuli zote kumwenzi kiongozi huyu ambaye amekuwa nguzo muhimu katika kukuza na kupalilia talanta za shirikisho la mchezo huo nchini. Time was always chasing Riadha Kioni, the longest serving president of the Kenya